So, hello guys, welcome back to my YouTube channel once again, and thank you very much for selecting this video. And yes, like, share, subscribe. Na at the end of the day, tashukuru sana as we continue to grow. And for today, I have met someone, and she's wonderful. Last time nikiongea naye aliniambia anajua kuimba, and leo nimemwambush. I want to interview her, tusikie some wisdom na advice yenye anaweza tupatia na challenges zenye amekuwa akigo through kwa hii life, na at the end of the day tutashukuru sana. So for you koko na comments yote sana the positive ones tutazi appreciate sana na tutaendelea tu. So mambo baby girl. Poa. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Esther Joy. Unaitwa Esther Joy? Yeah. Ukiweza ulizwa Esther Joy ni nani, unaweza sema Esther Joy ni nani? Yes. Esther Joy is a mother, is a student, and also she's a worker. She's a worker. Yeah. Oh, interesting. Nice. Niliacho kuniambia unajua kuimba. Yeah. I can sing. Wacha usikie sauti. Nasikia. Ni kama nitakufuata nyuma ya tent kidogo. Tukutane pale nitakuambia. Ama unaweza imba kidogo. No. Kwa nyuma. Haya, sawa. So, hapa niko na maswali mbili tatu. Okay. I'd like to ask you and hear your inputs here and there. Yeah. Na I believe that your story can be able to assist someone hapo mwenye na watch, na tashukuru sana ukikuwa open na sisi. It's okay. So on the first aspect, it's about finances, kuhusu pesa. So ukiweza ulizwa like what's the huge amount, the large amount of money you've ever received? I've ever received or made or Any, bora ni pesa any. Okay, the huge amount yenye mimi nishaipata it's 50,000. 50,000. Yeah. Interesting. Ilikuwa ya nini? Okay, venye nilimaliza high school. By the way, I used to save nikiwa high school kutoka ni join form 1. So zile pocket money zenye nilikuwa nikitumiwa Uko na save? Yeah, nilikuwa nikisave kwa my madam. She used to save it up for me. Sasa venye nilimaliza nilitoka na 30k. Alafu after nimetoka tu hivi nikatumiwa ka token of appreciation, like nimemaliza form 4 nini. So to sum up ikafika 50,000 from my friends, my parents, yeah. Awali na kuna haja kutumia success cards za kupatia cards. Yeah, na kuna zenye ulipata katikati ya success cards. Kuna zenye nilipata. So na hizo nikachanganya ikafika 50. Oh, wow. That's good. Yeah. Mimi ni stock hiyo point ulikuwa una save. Yeah, I used to save. Like, okay, nilikuwa nikitoka nyumbani, natoka na pocket money, right? Ulikuwa unapata pocket money ya pesa ngapi? Siko napata ile mingi. Nilikuwa nikitoka home nilikuwa napoa tao. Then nikifika shule mama alikuwa ananiambia, so in case of anything you just call me. Sasa mimi nikaa napanga. After every 2 weeks nampigia mamangu. Nimwambia pesa imeisha. Pesa imeisha. Sasa nikutumie kama ngapi? Nitumie 1,000 atatuma 1,000. Hiyo naipigia wiki 2. Itakuwa imeisha. Kiniuliza kwani wewe nayo watumia pesa vipi? Naambia kumbuka chai haina escort. Escort ni every Tuesday peke yake. Sure. Sasa ni hiyo escort, alafu pia sapa twala mapema. Sasa ile mimi kitambo ifike saa 4 huko mimi nishaanza kusikia njaa. Sasa tena after every 2 weeks mimi sasa nilikuwa napiga. After every 2 weeks napiga. Hiyo pesa namwambia madam wetu, mimi hata usinipatie, wewe iweke. Hivyo tu hadi yeye mwenyewe alikuwa ananiuliza, Esther, hii pesa yetu tunataka kuifanyia nini? Nikamwambia hata sijui. Sasa au kuna stuko mwalimu anaweza transfer? Alikuwa easy transfer. She was the best. Oh, interesting. That's good. Uko shule gani? Tigoi Girls. Tigoi Girls. Siko wapi? Tigoi Girls iko Western. Nice. So ulikuwa una kutumia pocket money una save. Umesikia kako high school? Hiyo ni trick. Okay, it was my trick. Bado hiyo ni strategy. Na pia inahitaji moyo. Sure. Yeah. Well, so vile uliokupa hii 50k, how did you feel? Ulikuwa na pressure? As in, how was the feeling? So after finishing ile sasa niko na hii 50k, nikajiuliza like what next sasa? Niko na hii pesa. Should I spend it juu me I'm a spendthrift? Sure. So nikasema hapana. Let me just do something useful with this money. So nika start up ka business. Nikafungua salon.
na kaboutique kwa kuuza madera mitandio so nikairun hivyo yeah ndio pesa yenye nilipelekea. Congrats. Okay. But ni venye tu saa unajua biashara kama haina someone to hold you wewe inakuja inaanguka. Sasa alafu pia tena nikaingiza watu wengi. Yeah. Ulikuwa na kuingiza watu wengi una my sisters like so unaweza pata mimi siko pale salon but kuna sister yangu na I have a sister mwenye ako na usimlete ujinga kama jisikii kufanya kazi ajisikii na ukimpeleka na pressure pia utapata chenye unataka na hiyo by then biashara na sometimes biashara itakikio so ile ikaanza kwenda hivi chini unajua leo customer yoje yopata huyu kesho hajapata huyu sasa hujui the main person hapo ni nani sure sasa kufa well okay uko tutarudi baadaye kwanza but on the financial aspect bado I'm impressed kusikia hii 50k ulifanya nayo kitu poa sana will start up a business that's not something easy but is there any mistake ushaifanya na pesa si nimekwambia ma spendthrift sure sasa tuweke hapo kuna mistake nishaifanya na pesa and I regret it up to today. Hiyo day nilitumiwa pesa na my sister via Western Union so nikaenda nikatoa venye nilishika hiyo pesa hivi around how much it was 25,000 venye nilishika hiyo pesa hivi can you believe that nikirudi home jioni nilirudi without a penny 25,000 ukarudi home without a penny. Ulitoka kwa nyumba nilitoka it was around kitu 9:30 hapo hivyo kwenda Western Union 9:30 then that process ya mpaka pesa maybe around 10:30 hapo hivyo kuandika nini ipitishwe nilipopewa tu hiyo pesa hivi cash unajua unapewa cash pale nilishuka tu hivi tayari nikaingia boutique kununua nguo nikaenda kununua perfume nikaenda kununua viatu nikaenda kununua nini yo nikiangalia hivi 25,000 imeisha hivyo then baadaye my sister ananipigia ananiuliza ulipatia hiyo pesa hata nilishindwa cha kumjibu nilishindwa na hiyo na regret mpaka wa leo. Mbona una regret? Na regret cause hiyo pesa nilitumia ile yani nilitumia the worst. Okay. Kukuja baadaye ku realize like ulikuwa unafikiria like ungespend aje? Okay, hiyo pesa at least nilikuwa nafikiria like what if nimepewa 25,000 see okay hii biashara yangu nyingine silikufa what if I start off with another business si ningelikuwa na enjoy sahi hata okay ningelikuwa ka biashara kalifika mahali shwali jumi huwa nafikiria biashara mimi huwa spendi huko kuajiriwa unaogopa kuajiriwa naogopa unaona venye watu wengine wanatritiwa so mimi akili yangu yote iko kwa business sure yeah. Interesting but for me on another side I don't see it kama ni uli spend vibaya okay yes uli spend vibaya in that direction but it's not that uliendoka ulinunua manguo ilinunua ukanunua perfume sometimes mimi wanaioni kama ni kujitreat but uli overdo kujitreat na 25 uli overdo yeah but sijali but I'm happy si ati ulienda ukakalisha mbogi kama 15 mkaamua ni keg kila mtu alafu hiyo pesa ilienda tu hivyo but interesting at least endelea so you're all time long until right now unaweza sema what are the some of the lessons that financially umeget ku upskill yourself okay right now I'm able to save the little that I get okay kwanza mimi kutoka nipoteze ile 25,000 tokeo siku nilikuja kujua spending it hivi juu kuna siku naweza shikika I need that money nikifikiria I spent it very badly so nakaa nasema hata kama nimepata 50 bob let me use 30 and save 20 so I started saving pole pole tu and we'll get there yeah interesting hiyo ni poa nice thank you
So to the next topic, it's more of achievement na challenges zenye umekuwa experience. So tuanze na challenges. So what are some of the challenges that you have been experiencing as a lady? Okay, challenges as a lady. Mimi kwangu ni nyingi. Mimi kwanza hata it's tayekaje. Okay, like this way. Mimi challenges zangu sasa ni nyingi. Si nimesema I'm a mother. Yeah, sure. And also I'm a single mom. Yeah, sure. And also I'm a student. So you see, I'm not working anywhere, but I have to get money for my young one. Unaona? So hiyo time raising that money ndio inakuanga a problem sometimes. So you know me, I work nafanya tu kazi tudogo. Kama gani? Like okay, I'm a salonist, so that skill is in me. Sure. Even though nilifunga, but I can still do it, even though I do it mobile. So hiyo pesa yenye unapata una save for the young ones. Alafu pia ukitumiwa pocket money, you have to cut off kidogo. Yeah, so it's challenging juu kuna times yenye mtoto anaweza taka kitu and you don't have. See, and also trying to tell the baby mtoto hawezi jua kama iko ama hakuna. Yeah, anajua iko. When I want it, it's there. So hiyo pia huwa ina bring up a challenge. Interesting. So umesema wewe ni single mom. Yeah, I'm a single mom. So as in how does it sound being a single mom, like ile pressure yenye nakuja nayo? Well, it comes with a lot of pressure. A lot. There's no one else who is helping you. It's me. So okay, siwezi sema like no one else at all. Juu kuna my mom, she's there, my sister is there. But saa kuna pressure yenye iko pale, you have to be the mother, you have to be the father to your kid. So you have to be the best in front of your child. Sure. Yeah. So it comes with that pressure. Okay. So kitu tu ya mwisho yenye naweza taka for my own benefit. So how is there any approach yenye nikiona like a single mom, like what am I supposed to react in the concept of kufanya single mom, maybe as feel offended ama asikue kitu yote? Just be more of remorseful. Yeah, like you don't put pressure like akupe some reasons zenye you know maybe aezi taka kuzisema ama akuelezee the process, you know sometimes it's hard. Sa unaenda tu unakuwa unambeba kama yai. Kama yai. Kama yai. Okay. Thank you. So tuende kwa achievements. So what are some of the achievements that you've been achieving so far? Achievements? Okay, I've achieved, what can I say? I've achieved a lot. Like, okay, I'm a mother. Yes. That's an achievement. Sure. Yeah, kuna watu wanataka watoto huku nje. Sure, na wao is rahisi. It's not easy. Yeah, sure. Okay, and also another achievement is that through my education periods and what, I've been able to publish some articles of me. You know, okay, I'm a student taking media. So I've been able to write articles for the Al Shifa Weekly magazine. Yeah, that's an achievement also. Sure. Yeah, and I'm also working under 001 FM. So, I've achieved something. 001 FM? Yeah. Sure, hiyo ni poa. Congrats. I'm impressed. Now endelee with the good job. Hiyo ni poa. So, tuende kwa this next topic. It's more on the religion. So, are you a Christian, SDA, Catholic, Muslim? Nachezea wapi hapo? Let's just put it, I'm a Christian. Oh, you're a Christian. Yeah. Oh, interesting. So, what is it that you love about being a Christian? What I love about being a Christian is that, okay, me, just the teachings of the Bible. You know, they comfort you, they give you hopes, they give you wisdom. Also, sometimes it gives me courage of doing something. Yeah. Nice. Is there a Bible verse that you love? Yeah, I love a Bible verse. Okay, I don't know the
exact, but I think it's in Philippians. I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah, sure. Okay, yeah, that's something that always gives me, it motivates me. Yeah, sure. Yeah. Nice, congrats. So, what is there an experience that you've gotten when ukakaa hivi ukaangalia ukasema enyewe ni God amenisaidia? Well, there's this experience. Okay, like when I was in labor room. Mimi nilikuwa staki kwenda inaitwaje operation, you see? And so I told God, mimi na series of operations siziezi. Just give me the strength to deliver my baby safely. But there came a problem. My water was not breaking. Was it breaking or bursting? Yeah, my water was not bursting. Na saa ikawa inaambiwa like hii kiendelea hivi mtoto anaweza kufa ndani. And I was another alternative, it's only CS. Na nikasema hapana, mimi siwezi enda CS. Hakuna njia nyingine kabisa. Nikaambiwa okay, wewe toka nenda uzunguke alafu urudi tuone njia yako imefikia wapi. Mimi nilishinda the whole day, the whole night. Nilikuwa admitted usiku. Imagine afika kitu 6, wenzangu wenye tulikuwa na wao wameshazaa nini and all, mimi bado hata maji yangu hayajapasuka. Sasa hapo nikaa naona mimi na theater. No, nikaanza kuomba Mungu, nikamwambia Mungu hapana. Mimi sitaki kwenda huko. Another doctor came in. Aliponiona, yeye sasa alibust ile maji yangu by force. Na sasa I thank God venye tu alibust, mtoto naye pia akafuata. So hiyo kitu kanifanya sikwenda theater. One thing that I prayed for. Hapo nikajua there is a God who answers prayers. Sure. Yeah. Ni poa. Congrats. Ulisema tu mambo ya operation. Interesting. Wow. Asante. So as we conclude, what is something that madem wapitia as men we are not aware about? Okay, it's more of si madem zenye tunapitia nyingi huwa it's emotional. Like it's hard to explain it. Juu unaona kila mtu yuko kivyake. Sure. Like for me, mimi huwa napitia vitu vingi, like ile siwezi taka kusema. Though I always say that one problem shared is half solved. But me, I'm that kind of a girl mwenye huwa napenda nikufie mashida zangu. Like naweza kuwa na shida but naona kuambia kama if I'm in a relationship naambia my partner, naona it's a bit embarrassing. So I don't. So ile najinyamazia, I go through a lot, but I'm just silent. So hiyo pia it's a challenge. Sasa unapata mi ulia. Napata shida zangu nalia, nakaa nalia, and I also pray. And then just survive. It's emotional. Mi nitasema tu it's an emotional challenge. Sure. Yeah. And umefanya kitu kuihusu ama unapanga tu kuendelea na hivyo? Okay, I'm not a professional therapist ama nini, but all I know venye umesema to have problem solved, hiyo kushare out ni have problem solved. So but kuna that unaona like I'll be disturbing. Okay, nile mtu hujiamini, like nikisha mtu ataichukuliaje, like atanionaje, unaona maswali kama hizo. Sasa zinafanya paka nazinyamazia. Okay, sawa. Yeah. But my own view nasemanga unafaa kuwa na partner mwenye unaweza ambia vitu kama hizo. Okay. That's my own. It's okay. So hata wewe usinyamazie shida zako ujifinyie nayo. Tafuta mtu mwenye unaweza ambia shida zako. Sawa. But nimekupata. Na thank you very much, Esther. Welcome. Thank you for your time. Na I'm really grateful. Okay. Na God pia endelee kuwa na wewe. Na tuendelea kusumbuana tu hapa pole. Sijasahau story ya kuimba bado. Nimekwambia hiyo nifuate sasa nyuma ya tent. Sawa. Okay, tukimalizia, there's something umesema when a salonist. Yeah. And I think it could be also be a bit poor
since sisi tuko Mombasa, ukiweza patana maybe your number, mtu mwenye akiwa huko nje akiweza get kuona, anaweza pata maybe services zako kama uko free. Unaweza get in touch. Okay. Na patikana my WhatsApp number 0740949367. It's also, you can call, I'll pick. Okay. Napatikana area gani? Napatikana Miritini. Oh, Miritini. Yeah. Unatembeanga Mombasa sana, ukitwa mtu hapa unaweza enda? Okay, now ikianza and it's a business. It's business. Yeah. Naweza fika. Oh, sawa. It's business. Yes. Asante sana. Welcome. Haya.